Karibu tujifunze pamoja. Kesha la asubuhi leo Ijumaa tarehe 1 Mei 2026 tujajifunza somo linalosema maarifa ya juu juu hayatoshi. Fungu la leo linatoka katika kitabu cha Wakolosai 1:27. Linasema, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Kuna siri katika neno la Mungu ambazo hatuzielewi, na wengi wetu wameridhika kuacha uchunguzi wetu wakati ndio tu tumeanza kupokea maarifa kidogo kuhusiana na Kristo. Kunapoanza kuwa na ufunuo kidogo wa kusudi la Mungu akilini na tunaanza kupata maarifa kidogo ya tabia ya Mungu, tunaridhika na kufikiri kwamba tumeshapokea karibu nuru yote iliyopo kwa ajili yetu kwenye neno la Mungu. Lakini ukweli wa Mungu ni mpana mno. Kwa juhudi za uangalifu wa hali ya juu, tunapaswa kufanya kazi katika mgodi wa ukweli ili kugundua vito vya thamani vilivyofichika. Yesu alimaanisha kile alichokisema alipowaagaza wanafunzi wake kuyachunguza maandiko. Kuchunguza na maanisha kulinganisha andiko na mambo ya kiroho kwa ya kiroho. Hatupaswi kuridhika na maarifa ya juu juu. Hatutambui hata nusu ya kile ambacho Bwana yuko tayari kuwafanyia watu wake. Maombi yetu yaliyochanganywa na imani na toba yapelekwe kwa Mungu kwa ajili ya kuzielewa siri ambazo Mungu atawafahamisha watakatifu. Kalamu ya malaika haikuweza kuonesha utukufu wote wa mpango uliofunuliwa wa ukombozi. Biblia inatuambia jinsi Yesu alivyobeba dhambi zetu na kuchukua huzuni zetu. Humo kumefunuliwa namna merema na ukweli vilivyokutana katika msalaba wa Kalvari. Jinsi haki na amani vilivyohusiana. Jinsi haki ya Kristo inaweza kutolewa kwa mwanadamu aliyeanguka. Humo hekima ya imani, haki ya imani, merema na upendo wa imani vilioneshwa. Kina, upeo, urefu na upana wa upendo na hekima kupita maarifa yote vimefunuliwa katika mpango wa ukombozi. Yeye anayetamani ukweli moyoni mwake, anayetamani sana utendaji wa nguvu zake katika maisha na tabia, atakuwa na uhakika wa kuwa nayo. Anasema Mwokozi, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Usisahau kufollow, kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kwa jina la Mpakani SDA Church kusaidia ujumbe huu kuwafikia wengi. Uwe na tafakari njema.